Naam, haya. Kuna mwanariadha ambaye anashiriki katika mashindano matatu. Lugha King'enge ni kisikia ukiongea na I'm taking part in triathlon. Mashindano matatu bwana, jamaa anaendesha baiskeli, mara anakimbia, mara anaogelea, usio. Mwanahabari mwenzangu Jeff Mogira alitangamana na kipusa huyu Josette Nyota. Kazungumza naye kuhusiana na maandalizi yake, alianza vipi kushiriki katika mashindano haya. Je, kuna changamoto zozote? Na pia iwapo kuna changamoto, je, kuna suluhu? Je, kuna mchango wote kutoka kwa serikali kuu kuhakikisha kwamba angalau nyota yake inazidi kung'aa? Hii hapa taarifa ya dada huyu Josette Nyota. Nyota ya Josette Nyota, au sio? Twende kazi. Taifa la Kenya halijafanikiwa sana kwenye mchezo wa triathlon, ila kuna mchezaji anayejituma kuletea taifa tija. Amewakilisha taifa mara 25 na kufanikiwa kushinda mara 3 kimataifa. Mchezaji huyu mwenye umri wa miaka 20 analenga kufuzu mashindano ya Olimpiki mwaka 2028 nchini Marekani. Mimi ni Jeff Mogire. Hii ni hadithi ya Josette Njeri Kiarie, mchezaji triathlon anayesomea udaktari. Mchezo wa triathlon unajumuisha vitengo vitatu: kuogelea, kuendesha baiskeli na kukimbia. Ni mchezo unaoshinda kwa alama na unahitaji nguvu na kasi ili kushinda. Kwa kipindi cha miaka 8, mchezaji Josette Njeri Kiarie amekuwa barabarani akijituma kwa kupenda mchezo na taifa lake, lengo kuu likiwa kuwakilisha Kenya na kuinua hadhi yake. Alipozaliwa mwaka 2003, haikumjia akilini kwamba siku moja atawakilisha Kenya kimataifa kwenye mchezo wa triathlon. Leo Josette ndiye nyota wa mchezo huo nchini, anayekuwa kwa kasi na kotuo. Safari ya Josette kufanikiwa ilianza miaka 16 iliyopita. In 2016, the sport started to pick up again because more people are interested in like multi-sport, doing duathlon, because you have a lot of good runners, a lot of good cyclists in the country. And so the sport started picking up slowly again, and I decided to completely switch to triathlon in 2018 and started doing international races, obviously, in 2019. And from there, I think it's just been a journey, and I've not looked back since. Mapema Ijumaa asubuhi, eneo la Thogoto, Kikuyu, kwenye barabara kuu ya Southern Bypass, kilomita 15 hivi kutoka katikati mwa jiji la Nairobi, mazoezi ya kuendesha baiskeli na kocha wake yanaanza hapa. Leo wanalenga kumaliza kilomita 60. Kwenye mazoezi yake tunashuhudia athari za uendeshaji baiskeli jijini Nairobi. It's definitely a necessity for a cyclist to go on the road, and it's something just to ensure safety the government needs to think about. Also because previously we've had like a couple of deaths in the past few years because of just cyclists on the roads and negligence of the drivers. Because, you know, most of the times the drivers don't know that we are actually traveling at really high speeds, so they really neglect that aspect, and then it ends up in crashes or in deaths. Licha ya changamoto hizo, mafanikio yake yanampa raha na moyo wa kujituma. Anafuata maagizo ya kocha wake ili kuepuka ajali. I think my favorite is when we're dropping, like going down a hill. I will be honest, I am afraid of heights, but that's what makes it so thrilling, like the adrenaline and the rush that you get when you're going down, and the speed you're going at. It's like I could crash at any moment. Akiwa anaendesha baiskeli aina ya Canyon Di2, anahitaji kuwa makini sana. Baiskeli hii inagharimu shilingi milioni 1.2. Gharama ya kuitumia pia ni ghali mno.
you obviously really need to have a functioning bike, a bike that's suited to you, and that bike needs constant servicing and constant like upkeep. So that in itself is very costly, and it's also very hard to like find professional bikes in Kenya. So you're having athletes having to import from out of the country, and also finding bike parts. For example, if your bike needs to be serviced and something needs to be replaced, you then again have to go through the extra expense of having to get bike parts from out of the country, which is again hard because bike parts are like designed for the specific model of a bike. Josette yupo chini ya uangalizi wa makocha 4, kila mmoja na ratiba ya mafunzo kwake. Baada ya kuondoka barabarani, mazoezi yake yanaendelea kwenye kidimbwi. Then for this time you'll do the dolphin kick, 1, 2, 3, and then pick yourself up into the sprint pace, okay? All right, ready? Hapa anahitajika kuogelea kilomita 3.1. Hii leo ni zamu ya kocha Camilla Lydia. It has been amazing working with Josette, and we've been working on quite a number of things. Started with technique, building up her endurance, and we're now working on her performance. I work under Coach Pamela. She's the main coach, and she's based in Zimbabwe. So she would always send us a program, then she lays it out for us, and I'll go as per the program, but working on different things. She's an all-rounded athlete. When it comes to discipline, she has it. When it comes to respect, she has it. And she's consistent with her training. She balances her school and her training. She's all-round, and she excels in everything that she does. And for me, it's a plus, because it even makes my work easier. Safari yake kama mchezaji wa triathlon si kazi lele mama. Josette amehangaishwa na jeraha la goti kwa muda mrefu. I've been having issues with my knees ever since I've been doing the sport, and it's been there for a while now. But obviously with strength and conditioning, it has gotten better. But the past few months, I have been nursing tendinitis injury for my patellar tendon, which I did get after competing back-to-back earlier in the year. So our focus right now is to just strengthen and condition my lower body so that my knee sort of is stable so that I can get back to building up my run. Licha ya changamoto zake, Josette amefanikiwa sana kwenye mashindano yake. Ndiye bingwa wa Afrika mashindano ya Afrika yaliyofanyika eneo la Watamu nchini Kenya mwaka 2021 na mwaka 2023. Ndiye bingwa wa mashindano ya Afrika wanawake pekee yaliyofanyika nchini Senegal mwaka 2023. Alimaliza nafasi ya 4 kwenye mashindano ya dunia ya majaribio yaliyofanyika nchini Algeria mwaka 2024. Alimaliza nafasi ya 3 kwenye mashindano ya chipukizi yaliyofanyika nchini Misri mwaka 2024. Kwa sasa, Josette anaorodheshwa nafasi ya 8 duniani kwenye mchezo wa aquathlon. Being ranked 8 sort of kind of puts pressure on me because like I'm really out there. And yeah, I just have to work towards that, and I'm using that pressure to sort of fuel my training and fuel like racing, aquathlon. And I hope it does inspire more athletes to also join and to also believe that it can be possible for us on a world stage to make it. Mazoezi ya nyunyuzi wa vyuma ni muhimu sana kwake. Leo ni zamu ya coach Tom Lagat kumwelekeza. Her body is taking it positively because she's not like she was a beginner. She was somebody who has been training before. So for me, it was just to try and get her to become better and make sure that the things I'm doing are going to help her in her sport. The strength and conditioning really helps with sort of ensuring I can cushion the injuries and, you know, build muscles around my joints to sort of stabilize them. And I think so far there's been a lot of improvement from, let's say, maybe a couple of months ago and maybe last year. So I'm getting less injuries than what I was previously. Mazoezi haya yanamsaidia sana kustahimili changamoto mazoezini kwa muda mrefu. For us, we just look at the demands of the sport, of each and every sport, and try to make a program that suits all of it.
So it's actually complicated considering it's multiple sport. Mbali na kuwa mchezaji, Josette pia ni mwanafunzi. Anasomea udaktari katika chuo kikuu cha Nairobi. Yote mawili anaendesha kwa kasi moja. Obviously, it requires a lot of time management. Like nitty-gritties, you need to allocate timing for studying, revising, and then you need to allocate timing for like training and competing. So I always just try and time, like I have a coach in Zim. We always sit down and plan my races beforehand, and we plan it obviously against my school calendar. And if there are any changes, obviously we will like shift things around to just make sure that everything is just running smoothly. Ukosefu wa mashindano ya hadhi nchini na ukanda huu wa Afrika kunadumaza ukuaji wa mchezo huo. So you'll always find at home you're the best all the time, and you can't keep on relying on the home events. So you also have to go out there, share the field of play with international athletes. Then that's when you'll pick yourself up and train and be like, I need to work on this. I went to the competition, I didn't do this right, I have to do this. So it's a learning experience, and the more we go, the more experienced we become. Kiunzi kingine kinachowatanza wachezaji kama Josette ni ukosefu wa sehemu ya kufanya mazoezi. Hili linafanya mchezo huu kuwa ghali mno nchini Kenya. If we had a high performance gym, it would be so much easier, not only for us as triathletes, but as well as other athletes. And another thing about triathlon is generally maintenance. I mean, you have to fund 3 sports. You have to find facilities to do these 3 sports. So it's hard in that aspect because you're not doing one thing, you're doing 3 different things in one. Licha ya changamoto alizopitia, anawahimiza wachezaji wengine kujiunga na mchezo wa triathlon. Definitely, I am honored that a lot of people look up to me, and that's something, it shows me that at least I'm doing something right. I'd say to get into triathlon, you just have to have absolute passion and love for the sport, because that's something that will help you get through every day, considering it's not a walk in the park to train 3 things. So I'd first start by just loving the sport, getting to know what it is, maybe watching races and doing research on it. And obviously, if you have a background in any of the 3 sports, it's going to be so much easier going into triathlon. Ili mchezaji kufanikiwa zaidi, anahitaji kuwa na uungwaji mkono. Hilo humpa msukumo wa kufanya vyema hata zaidi. My family has really been supportive, in not only in terms of like funding the sports, funding things like equipment. They've also really been supportive emotionally as well. I mean, they do take, as parents who've never like done the sport and only got introduced to it when I started showing like a liking towards it, they've really gone out of their way to also sort of try and understand what the sport is about, so that they can obviously give me the adequate mental support that I need, emotional support that I need. And I think that's really a key aspect. As an athlete, you obviously need to have people in your corner that support you and are always there for you, and always are there to like pick up the pieces when you're breaking down or when things are not going well. So I'd say that's a really huge aspect, and I'm really, really thankful for them. Josette mwenye umri wa miaka 20 ana ndoto ya kuwakilisha Kenya kwenye mashindano ya Olimpiki mwaka 2028 nchini Marekani. Where do you see yourself in the next like 5 or 6 years? Next 5 or 6 years, obviously my goal is to be able to qualify for Olympics, be it 2028 or the next one. The next 5 years, I'd hopefully have graduated college. And just after that is just to look at longer distances. Japo safari imekuwa ndefu na yenye changamoto, itakuwa yenye mafao makubwa wakati ua lake litakapochanua na kufikia kilele cha ndoto zake. Tangu mwanzo, Josette Njeri alijua atafanikiwa maishani, ila hakujua kwamba atafanikiwa kupitia mchezo wa triathlon. Hii leo amevunja miiko na kupeperusha bendera ya taifa katika sehemu mbalimbali za ulimwengu huu. Ameibuka kuwa mmoja kati ya wachezaji wanaohimiza wachezaji wachanga kujiamini na kutia bidii ili kufanikiwa maishani. Jeff Mogire, KTN News, Nairobi.
na maandalizi